Hapa ninachokusudia ni nini? Tumeacha kuwekeza katika madrasa kwa kudanganyika kwamba hao watoto hawezi kupata ajira kwa sababu ya madrasa, hawezi kuwa wenye vitu wa serikali, hawezi kuwa madiwani, hawezi kuwa wabunge, hawezi kuwa watumishi. Fikra zenu ziko huko tu. Na kwa ajili hiyo hapa nasema wazi, watu wa aina hiyo huwezi kuwaona kwenye hafla kama hii, huwezi kuwaona kwenye hafla hii. Wanatuona washamba, huwezi kuwaona kwenye hafla kama hii, na hawachangii kuwezesha hafla kama hizi kwa himma. Na tukisimama sisi kusimamia maendeleo, wanatuona hawa wamekaririshwa kwamba hawa hawana mipango, hawana taaluma. Hii ni dini, haitaki mambo hayo. Hii ni dini, haitaki mambo hayo. Na hayo mnayoyataka ufanisi wake ni huku kwenye Qur'ani na kwenye hadithi za Mtume Muhammad, ni huku. Na mafanikio hayo mnayoyataka msingi wake uko huku. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hivyo, mtu ambaye Mwenyezi Mungu anampendelea kheri, imekuja kwa nakra. Kheri ni kubwa, ni nyingi, ni kheri zote. Ukitaka kheri zote, yani mtu ili apate kheri zote za duniani na akhera, yufaqihu fi din, Mwenyezi Mungu kumpa ufahamu, uelewa katika dini. Leo mtu wa dini anaonekana si mtaalamu. Acheni mambo hayo, acheni mambo hayo. Imamu anaonekana ni mtu hana mipango. Imamu, mtu kakaa pale hata udhu haujui, anamwona imamu huyu hawezi kutufikisha, eti hana mipango. Ya mtu mwenye fikra hiyo hata udhu haujui, yeye anafikiri wewe mipango tu ndio. Kuna kufa wewe. Ukifa, man rabbuk, ma imamuk, ma qiblatuk, ma dinuk. Tukisha kuzika bwana, ukiwa ndani ya kaburi, man rabbuk, ma imamuk, man nabiyuk, ma dinuk, ma qiblatuk. Na wewe duniani uliidharau dini, wenye kusimamia dini uliwaona washamba. Unaingia kwenda kuanza maisha ya barzakh, yanasimamiwa na dini. Hakuna cha profesa wala sijui cha mtaalamu gani. Watu wa aina hiyo, siku ya kujulikana imamu na shekhe kwenye ndoa, kwenye msiba, mwiteni imamu, mwiteni shekhe. Siku zote unamwona hana plani, hana plani. Hivi hawa mashekhe zetu waliotangulia, ina maana hapa duniani kwani walikuwa wanaishi vipi? Ndio maana yani walikuwa hawajui swala la kutafuta riziki, walikuwa hawajui. Hii inamaanisha nini? Tunapoipa umuhimu sekula, ndugu zangu, sekula isichukue muda wote wa dini.
Angalieni, Jumatatu mpaka Ijumaa watoto wako shuleni. Zamani kidogo watoto walikuwa naachiwa madrasa, wanakwenda baada ya asri, wanakwenda madrasa. Lakini hima ya mashehe zetu mpaka usiku walikuwa wanafundisha. Baada ya maghrib watu wanasomesha baada ya maghrib. Au mashehe hao wanaodharauliwa namna walipojitoa kwa ajili ya dini, mpaka usiku shekhe anasomesha mpaka usiku, anasomesha dini. Leo muda wa watoto wetu kusoma dini, chunguzeni, uko muda wa kutosha watoto hawa kusomeshwa kumpenda mtume wao, kusomeshwa ibada. Muda wa kutosha upo. Kumeingizwa vitu vingi, tuition mafahamu. Mtoto anaondoka ana homework kibao, mafahamu. Akirudi nyumbani anapokelewa, kaa chini fanya homework, sawa. Huko nyumbani analetewa tena na mwalimu. Yani mtoto anatoka shuleni na nyumbani kuna mwalimu kaandaliwa ili mtoto aweze kufaulu. Fikra ya dini kwa mtoto iko wapi? Iko wapi? Haya, mtoto amemaliza shule ya msingi, hakupata muda kusoma dini yake. Amekwenda sekondari form 1 mpaka form 4, dini hasomi. Amekwenda chuo, dini hasomi. Mtu wa namna hiyo, mchango wake katika dini yake utakuwa upi? Niliwaambia viongozi, kuna kitu nimegundua. Hata ukienda kwenye hizo ofisi za kiserikali, wale watumishi wa serikalini Waislamu, baadhi yao hawaungi mikono na kuwatia nguvu viongozi wa dini. Jambo zuri ni wewe ulete mchango wako. Kuna hiki shekhe, unasemaje? Utawekewa utaratibu mzuri, lakini sio kudharau. Hili mimi limeniuma, ni majuzi hata wiki 2 hazijapita. Niliyapata maneno haya kwa mmoja katika watumishi wa serikali, afu mwenzetu Muislamu. Nilisikitishwa ajabu sana, nilisikitika sana. Sasa nukta hii niimalizie hivi. Maimamu msikitini, simameni vizuri. Maimamu jitambueni maimamu huko msikitini. Tuwachunguze wale tunaowaongoza, tuache uvivu. Kuna watu wanaingia misikitini wanapotosha na wanatengeneza makundi. Maimamu tuweni makini sana. Tuweni kama hao waliotangulia. Fikra ilikuwa ni hivyo kwa sababu ya kumwingiliza Mtume Muhammad. Kana kathiran ma yasalu Allah an yaghfira li ummatihi. Muda mwingi bwana Mtume alikuwa anashughulishwa kuombea msamaha umma wake. Zamani huwezi kukuta watu kukosa adabu ndani ya msikiti, huwezi kukuta. Huwezi kusikia tuko nyuma ya safu kuna mtu anafanya swala. Yuko imamu. Tuweni makini sana maimamu. Kuna kitu niongeze hapa. Nilichokikuta huko
ni pamoja na kuonekana BAKWATA ni kitu cha hovyo. Nisikilizeni vizuri. Tuna watu huku misikitini huku, sawa? Wewe imamu chini ya Baraza Kuu la Uislamu Tanzania, sawa? Na viongozi wa baraza kwa ujumla. Kuna watu wanatuona hawa yani BAKWATA. Sasa kwa sababu sisi ndio viongozi wenyewe wa BAKWATA, iko haja tutoe elimu, kwa sababu sisi ndio tuko ndani ya BAKWATA. Hivi hii mipango tunayoifanya ni mipango ya ovyo. Bwana, mimi labda nijisemee mwenyewe, mimi najitambua. Mimi najielewa. Maana hata huyo nilikuwa nikizungumza naye akaniambia hivi, BAKWATA haiaminiki. Mimi nilithubutu kumwambia, mimi ndio shekhe wa mkoa, niambie kitu gani kilipita kwangu, sawa? Alafu kikaenda tofauti. Akaniambia mimi sizungumzi, hata uwe wa jana anasema record. Sasa watu wamekaririshwa hivyo. Watu nini tufanye? Si viongozi wa baraza, nini tufanye? Ni lazima tuwe vizuri sana. Kwa hiyo maimamu, mnapokuwa huko msikitini, kuna madamu tunyene maimamu chini ya BAKWATA, mnaonekana hamfai, sawa? Na hamfai yani hata kuaminiwa. Sasa nini cha kufanya? Cha kufanya sisi tuondoke katika kule kukariri, sawa? Na tuwaondoshe watu katika kule kukariri. Mwambie sisi ndo tupo sisi. Hiyo mipango yako, sawa? Leta tufanye kazi. Sasa ukishakuwa unasema hivyo, ndio nini sasa? Yaani ukishakuwa tu BAKWATA, yaani hivyo sasa ndio umefanyaje sasa? Ndio umesaidia nini? Kwa taarifa yao na kwa taarifa ya watu wote, jamani, Uislamu ndio una majibu ya changamoto zote, ya ufumbuzi wa matatizo yote na masuluhisho yote. Mimi nimehudhuria semina nyingi sana kama kiongozi wa dini. Nimehudhuria mikutano mingi sana kama kiongozi wa dini. Sasa tukifika kule, wanaanza kwanza wao, wanaitwa wataalamu, wizara mbalimbali, idara mbalimbali. Unasikia bwana? Alafu eti mwisho nasema sasa tuko na viongozi wa dini hapa, na wao pia watuambie kwa mtazamo wa dini. Cha ajabu sasa, dini ndio inatoa majibu ya kweli. Wanabaki midomo wazi. Sallu ala nabiyikum. Juzi hapa nimekwenda Dodoma. Huo mkutano bwana umeitwa wa kimataifa. Sio wa kitaifa. Wa kimataifa. Nini? Afya ya uzazi kwa vijana baligh. Wenye sasa baligh. Eti wanashughulishwa na mimba za utotoni. Wanashughulishwa na umri unaofaa kuolewa binti. Wanakwenda wanasema, unajua kwa kweli haiwezekani, mtu lazima afanye mapenzi. Haiwezekani. Sasa kinachotakiwa hapa, mapenzi yawe, yani mtu afanye mapenzi salama. Asifanye ngono zembe. Afanye mapenzi salama. Mapenzi salama, avae mpira.
avae mpira. Ilipofika nafasi yetu sema hapa, laana za Mungu zitashuka hapa. Laana za Mungu zitashuka hapa. Hamtafuti suluhisho, mnatafuta balaa. Wala taqrabu zina fa innahu kana fahishatan wa saa sabila. Full stop. Hakuna cha kuvaa mpira. Hakuna mapenzi salama, kinyume na kuoa na kuolewa. Ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Cha kufanya, vijana waoe, wanaoweza kutoa gharama za kuolea, sawa sawa. Mabinti waolewe, sawa. Ushauri wa wataalamu ndio unaotakiwa ndani ya Qur'ani. Kila kile ambacho kinafaa kwa mujibu wa wataalamu, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Dini haikatai wataalamu, sawa. Atasikilizwa yule mtaalamu, utaalamu wake utapimwa katika sheria ya Mwenyezi Mungu. Ukikubalika unachukuliwa ule utaalamu. Kwa hiyo sehemu ya mapenzi salama haipo. Faman lam yastati, asiyeweza kuoa, hana gharama za kuolea, Mtume anasema afunge saumu za sunna. Kutamsaidia akifunga mtu saumu za sunna, fa innahu lahu wija. Kule kufunga saumu za sunna ni kinga, lakini sio kuvaa mpira. Cheni mambo haya, tafuta laana za Mungu hapa. Hao ndio ambao hawakusimamiwa katika dini ya Allah. Katika muda ule wanasoma shule za msingi, sekondari, chuo, hawakukutana na mafundisho sahihi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dini ya Mungu. Leo huo professional wao ndio hao wanakwenda kusema ngono salama, mapenzi salama. Waislamu, akina baba, akina mama, madrasa Qur'ania, tuwashike walimu wetu hawa, tuzisimamie madrasa zetu, tuwasimamie watoto wetu dini. Ili huyu mtoto akisoma dini vizuri, akawa mwenyekiti wa serikali, atakuwa anajua sheria za Mwenyezi Mungu. Akawa suni askari, akawa mbunge, akawa nani, wakati huo atasimamia majukumu yake akiwa na hofu ya Allah. Simaanishi tunapinga watu kuwa watumishi serikalini, kuwa watu wasiajiriwe. Simaanishi hivyo. Ninamaanisha watu wafikie huko wakiwa na dini. Balozi ambaye anajua dini yake, diwani anayejua dini yake, mwenyekiti wa serikali, mbunge, nani, waziri anayejua dini yake, atakuwa na mchango katika dini yake, na hawezi kutoa huku akibeza. Tupo jamaa? Na akimwona imamu atamnyanyukia, akimwona shekha atambusu, akimwona shekhe atasimamisha gari yake, sababu anajua umuhimu wa shekhe. Vinginevyo kwa kuwa tuwe kwenye gari, shekhe anapita, yani anamuona ni hapana. Tusiweni hivyo tena. Mashekhe zetu walikuwa hivi, walikuwa hawauzi uhuru wao kwa kipande cha nyama. Shekhe wao walimtegemea Mwenyezi Mungu sawa sawa, walikuwa hawauzi uhuru wao kwa kipande cha nyama. Kwa maana hiyo, maimamu chini ya BAKWATA, mashekhe wakata chini ya BAKWATA,
mashekhe wa wilaya chini ya BAKWATA, shekhe wa mkoa kwa sasa, mimi kwa sasa mpaka hapo vinginevyo, maana ni kuteuliwa. Mamlaka ni kuteua, ndio mamlaka hiyo wakati wote inakuteua. Sawa? Hawa wote ambao wako chini yangu kwa sasa, tuondoshe unyonge. Tuondoshe unyonge. Tuondoshe unyonge. Tuwaite Waislamu. Kama waumini ni wachache, tuwe na utaratibu. Waislamu tuwaite, tuwatembelee. Waislamu watumishi wa serikalini, sini kina nani, tuwaite. Sisi ndio BAKWATA, sisi ndio BAKWATA, na sisi ndio viongozi wa BAKWATA. Sawa? Hayo maendeleo mnayotaka, sawa? Ndio tunayoyataka. Ndio tunayoyataka. Halafu sisi tuanze na hali zetu, tupambane na hali zetu. Wala mtu asituletee fikra, unajua mahala wenzetu nini? Sisi tufanye yetu. Chabu kabisa hiyo. Sisi bwana, sisi tukoje? Acha maneno hayo. Tukoje kivipi? Sisi tuna mtume. Waislamu tuache mambo haya. Unajua bwana, sisi yani manake sisi tunajidharau. Kwa nini tunajidharau na sisi tuna mtume? Tuacheni mambo haya Waislamu. Sisi bwana, wengeza sisi hatuwezi. Wewe ndio uwezi. Sisi ni watu tumeambiwa innamal a'malu binniyati. Ukifanya jambo kwa nia na azma ikawa ya kweli, ukachukua zile sababu zinazoleta mafanikio katika jambo lile, tunaondoka. Lakini tunataka tuambie hivi ni kweli tuna udhaifu huo na unyonge huo? Hapana. Leo hii maulidi imewezeshwa na misikiti hii miwili. Hii risala nimeifurahia sana, kwamba misikiti miwili hapa. Nimeona kuna bodi ya chuo hiki Anwar, sawa, chuo cha Kiislamu. Sasa tunajidharau kwa lipi? Tunajidharau kwa lipi?